as a silky pillowcase, slither in my innocent oasis. You bring the pain, I deliver patience. I see the lion and try to tame him. I know the werewolf behind the sheep, familiar the scent of deceit behind your pretty teeth. Saying need space to breathe, but what does that really mean? I don't believe. Karibuni sana, hapa ni Bagamoyo na hiki ni kijiji cha Kaole. Ni kilomita 5 tu kutokea Bagamoyo, lakini ni kilomita 70 ukitokea katika jiji la Dar es Salaam. Tukiwa kama wadau wa Kaole Zoo, tunapenda kuwakaribisha. Kaole Zoo ni sehemu yenye vivutio vizuri zaidi, ikiwemo tuna upandaji wa ngamia, lakini tuna swimming pool nzuri kwa ajili ya wageni kuogelea. Tuna huduma ya ranging, uchezaji wa paintball, lakini pia tuna sehemu kwa ajili ya watu kuona wanyama. Watu wanaweza wakamuona pundamilia, wakamuona mbuni, wakamuona nungunungu, wakaona mamba, na tuna species tofauti nyingi za nyoka ndani ya zoo yetu. Kaole Zoo pia tumebarikiwa pia kuwa na kids zone. Ni sehemu kwa ajili ya michezo ya watoto pia. Watoto watakuja hapa, watabembea, watafanya sliding, watazunguka, watajump kwa ajili pia ya kumbukumbu nzuri zaidi. Karibuni sana Kaole Zoo. Okay. Kiongozi, karibu. Nadhani hapa itakuwa ni starting point yetu. Kwa hiyo hapa ni Kaole Zoo. Zoo yetu ina baadhi ya wanyamapori wengi, ikiwemo tunafuga nyoka, tunafuga mamba, tunafuga kobe, tunafuga nungunungu, tausi, tunafuga pundamilia na mbuni pia wapo. Zoo yetu pia imebarikiwa kuwa na baadhi ya wanyama adimu zaidi kuonekana sehemu yote. Kaole Zoo pia inao wanyama ambao baadhi ya watu wengi wanafahamu kama porcupine, their common name, lakini kwa majina ya Kiswahili wanafahamika kama nungunungu. Kawensi. So this cage we have porcupine, lakini kwa majina ya Kiswahili wanafahamika kama nungunungu. Japo kuna baadhi ya scenario watu wengi wanaamini kwamba nungunungu wana tabia ya kurusha miba. People they believe it, lakini actually kwa porcupine they don't shoot, hawana uwezo wa kurusha hiyo miba. Ila kinachotokea the way wanavyojilinda huwa wana raise, wanainua miba yao yote juu hizo. Si kama unavyoona, kwa lengo la kujiprotect endapo wakihisi hatari. What will happen baada ya kutokea hivyo? Kama ikitokea ukawa karibu na nungunungu, basi wana uwezo wa kukuchoma na hiyo miba na mwisho wa siku ikanasia katika mwili wa mwanadamu. Lakini kurusha wakiwa mbali hawana uwezo wa kurusha wakiwa mbali. Second, pia fact kuhusiana na nungunungu pia ni miongoni mwa wanyama wenye uwezo wa kutengeneza sauti nzito katika miili yao. Sauti ambayo kwa baadhi ya viumbe pia ni rahisi kutishika kiurahisi, na kwa mwanadamu pia ni rahisi pia kuogopa. Kwao inakuwa ni kama defensive mechanism. Let me show you something, bro. Tuwe kidogo waone the way wanavyo. Hey. Kwa hiyo nadhani kwa mwanadamu kwa haraka unakutana naye huyo na jinsi anavyofanya hivyo, kwa hiyo ni rahisi pia kuogopa. Basi unavyoogopa pia kwa kinakuwa ni salama, lakini kakutisha ukakubali kutishika, kinachotokea ni kukusogelea na kuja kusting, kuchoma kabisa na hiyo miba katika mwili wako. Despite its name, licha ya jina lake kuonesha ni mnyama asili ya nguruwe, lakini actually porcupine is not a pig, sio nguruwe. Porcupine bwana bro ni miongoni mwa familia za hawa rodent, familia za mapanya. Kwa unamuona nungunungu, hawa ni jamii ya panya, na hawa ndo panya wakubwa zaidi kuliko panya mwingine yote barani Afrika. Japo muda mchana na kuwa wapo sana active mida ya usiku. Sasa wanatembea akiwa shingo ziko chini kwa ajili ya kusmell zaidi. Wanakuwa na low vision hasa kipindi cha mchana. So tukitupa mbali nungunungu, tunautaliwa vitu viwili vikubwa. Juu tuna ndege, hawa ndege tunawaita wasusi. Saizi kidogo wamekwenda kujitafutia riziki. Ndege hawa wanapendelea kujenga viota vyao sehemu za hatari kama hivyo, wakiamini ya kuwa watakuwa hapo sehemu salama. Aidha chini pawe na mamba, pawe na kiboko au pawe na nyoka mkubwa. Hawako strong, hawana mabavu, kwa hiyo yule kiumbe wa chini kwao ni kama sehemu ya ulinzi, jambo ambalo baadhi ya wanasayansi hicho kitendo wamekitemu kama ecosystem. Kila mnyama anaishi kwa kumtegemea mnyama mwenzie. Kwa hiyo kilichowavutia zaidi hawa ndege ni uwepo wa mamba zaidi kwa upande wa chini.
Uwepo wa mamba ni uwepo hawa ndege chini, tunafuga mamba. Automatically ukimfuga mamba pia ni rahisi pia kuwapata hawa ndege. Tunawaita weaver kwa jina la Kiingereza. Their body covered with yellow feathers, yellow color. This creatures it's a crocodile and this fish it's a Nile crocodile. Hawa ndo mamba wakubwa zaidi kuliko mamba mwingine yote barani Afrika. Wanaonekana ni wadogo, ni kwa sababu bado wanaendelea kukua, lakini wakiwa wakubwa zaidi basi wana uwezo wa kufika mpaka uzito wa kilo 1000 sawa na tani 1 kwa mamba ambao tunawaona hapa ndani. Tukiapproximate kwa haraka wanacheza kuanzia miaka 17 mpaka miaka 20, lakini life span ya mamba haswa kwa spishi hii wana uwezo wa kuishi kuanzia miaka 80 na baadhi yao kufanikiwa kuvuka kama watafugwa vizuri mpaka miaka 100 nzima. Basi top 5 ya viumbe wenye uwezo wa kuishi miaka mingi zaidi, mamba na yeye pia akiwemo. Waswahili wanasemaga nguvu ya mamba ipo kumai. Tunamzungumzia mamba na uwezo mkubwa zaidi wa kuataki vizuri na kukechi kiumbe ipasavyo endapo akiwa kwenye maji. Mamba ana uwezo wa kuinda mpaka kiumbe chenye uzito wa kilo 500 pasipo hata kuteteleka. Kikivuta kiingiza kwenye maji, baada hapo kukifanyia rolling kukizungusha, then familia yote ije kula, kwa sababu mamba wanaishi kifamilia. Kwa mamba yote namuona hapa ana uwezo wa kula kuanzia nyama kilo 5 mpaka kilo 10 za nyama. Kwa hiyo kinachotusaidia pia kwa mamba hawana uwezo wa kula kila siku. Wao ni kuanzia wiki 2 mpaka wiki 3, ni kwa sababu mamba wanakula nyama ikiwa nzima, wanakata na kumeza, hawana uwezo wa kuchua, kutafuna. Basi wa kila saizi basi digestion inachukua muda mrefu zaidi, ndio wanakuja kula tena. Kwa hiyo Kaole Zoo pia bro import baadhi ya ndege kutokea katika nchi ya China. Hawa ndege tunawaita golden pheasant au Wachina wanafahamu kama Chinese pheasant. Ni ndege wazuri sana wenye kupendeza na wenye kuvutia, haswa dume. Mwenyezi Mungu hakuwapa ndege uwezo wa kuongea, hakuwapa ndege uwezo wa kumiliki pesa. Bas, dume ni more attractive kuliko jike. Dume lenye kuvutia, lenye kunawili, lenye rangi ya mvuto zaidi kwa lengo la kumattract mwanaume. So kipindi cha mating, during the mating season, dume ataanza kujispread kidogo kwa lengo la kumattract mwanamke. Atatikisa manyoya yake, atatikisa mkia kwa maraha zaidi. Baada ya hapo jike anakwenda kupick and choose dume mmoja mwenye kuvutia zaidi kwa ajili ya kuja kutoa watoto bora zaidi. Hao ndo golden birds. Okay, tukiendelea kujongea hapa tunafuga leopard tortoise, ni species ya kobe na ndo kobe wa pili kwa ukubwa barani Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Afrika au tukizungumzia Tanzania imebarikiwa kuwa na kobe wakubwa zaidi ambao baadhi yao wanapatikana Arusha, baadhi yao wanapatikana Zanzibar, hasa katika maeneo ya Prison Island. Kobe wale wana uwezo wa kuishi mpaka miaka 600. Lakini kobe ambao tunao hao ndio kobe wa pili kwa ukubwa, wameitwa leopard tortoise ni kwa sababu ya ngozi yake, vidoti vinafanana kidogo na mnyama chui. Leopard wana uwezo wa kuishi kuanzia miaka 100, baadhi yao ukiwafuga vizuri kwenye zoo 150 mpaka miaka 200. Lakini leopard tortoise hana uwezo wa kuishi muda mrefu zaidi, tofauti na Aldabra giant tortoise. Baadhi ya watu wanafika hapa, wanashika, wanabeba, wanampeti, wanapiga nao picha kwa ajili ya kumbukumbu nzuri zaidi. Kwa hiyo huu ni mfano wa kobe ambayo baadhi ya wageni wanaweza wakaja kashika. Kobe ni teethless, kobe anakuwa hana meno, kobe anakuwa ngati, kwa ni viumbe wapole sana. Unaweza ukashika kama hivi, ukapiga naye picha pia kwa ajili ya kumbukumbu nzuri zaidi. Unaweza ukashika bro kama unahitaji pia. Naomba. Unaweza kumwangusha. Madam unaweza ukashika. Okay bro, hapa tuna ostrich, ni an ostrich, buni kwa jina la Kiswahili.
baadhi ya watu waliojaribu kukadiria kidogo miaka ya mbuni ambaye tunaye hapa, baadhi yao wamesema na miaka 10, wengine 20, na wengine pia kwa ukubwa aliokuwa nao wakasema na miaka 50. Lakini in fact mbuni ambaye tunamfuga hapa ana 5 years, ana miaka 5. Lakini baadhi ya researchers walivyojaribu kufanya tafiti, majibu waliokuja nayo kuhusiana na mbuni wa polini, kutokana na zile ekaeka za polini, kakimbizwa hapa, kakimbizwa pale, uhaba wa chakula, mbuni wana uwezo wa kuishi mpaka miaka 45 endapo akiwa polini. Lakini kwenye zoo akifugwa vizuri, chakula vizuri, maji kwa wakati, matibabu kwa wakati, basi mbuni wana uwezo wa kuishi mpaka miaka 50. Hayo ndio maisha ya mbuni. Lakini tuliokuwa naye hapa ana 5 years. Tunavomzungumzia mbuni, basi lazima dunia na watu wengi wasimame wakusikilize nini unasema. Tunazungumzia mbuni, ndio ndege wakubwa zaidi kuliko ndege mwingine yoyote duniani. Ukubwa wake unabebwa na baadhi ya mambo kadhaa. Kwanza ni miongoni mwa ndege wenye uwezo wa kufika mpaka uzito wa kilo 150 kwa majike, lakini madume wanafanikiwa kuvuka mpaka kufika uzito wa kilo 165, na urefu unacheza kuanzia mita 5 mpaka mita 5.5. Kwa fakti hizo zimefanya mbuni waweze kuwa ndege wakubwa zaidi kuliko ndege yote duniani, ila ni flightless, hawana uwezo wa kuruka. Fakti number 1 au sababu ya kwanza ambayo inawafanya wasiruke mbuni, wana soft and loose and feathered, yani wana manyoya malaini na machache ambayo kwao hayawasapoti wao kuruka, ni feathers. Lakini sababu ya pili pia ni uzito. Hakuna ndege mwenye uwezo wa kupaa akiwa na uzito wa kilo 150. Licha ya kufika uzito wote huo, kilichoacha watu midomo wazi, mbuni ni miongoni mwa ndege mwenye 2 toes, mwenye vidole viwili katika kila mguu mmoja wa mbuni unaoona. Kidole kimoja ni kifupi, kingine ni kirefu, na hajawahi kuweka rekodi yote ya kujikwaa wala kuanguka licha ya kufika mpaka uzito wa kilo 150. Jinsia za hawa mbuni zinakuwa ziko mbili. Mbuni wa kike mwili wake unakuwa umezungukwa na manyoya mazuri yenye rangi ya kijivu, ila kwa mbuni wa kiume mwili wake unakuwa umezungukwa vizuri na manyoya meusi. Kwa hiyo dume anakuwa ni mweusi na jike anakuwa ni wa rangi ya kijivu. Kayoi ni jike, yes. Wengine ni hao huku bado hawajamachua, kwa hiyo nadhani dume likimachua basi linakuwa ni black coat. Kama mfano hapa ni dume ndo anaanza kumachua sasa hivi. Hey Vanessa. Hapa hivi tunafuga familia ya zebra, ni makundi ya pundamilia, lakini pia tuna mnyama yule kule ambaye watu wengi wanamfahamu kama antelope, au wengine wakijaribu kusema ni gazelle au deer, lakini yule pale ni impala, kwa sababu unavyozungumzia deer Afrika hakuna deer. Unavyozungumzia antelope ni kweli ni sahihi, lakini antelope ni makabila au familia za wanyama wote wenye mapembe. Mwanadamu akifuga ng'ombe kwa kuwa ana zile horns, tunasema huyo naye pinjamia antelope. Mwanadamu akifuga mbuzi naye pia ni antelope, lakini swala kama swala tunamuita impala kwa jina la Kiingereza, na jina hilo lilitokana na asili ya Wazuru, tunasema ni Kizuru. Tukimzungumzia zebra, kabla kufanyika kwa tafiti, watu wengi walikuwa wanapata shida zaidi mpaka leo hii kujua ni ipi rangi halisi kabisa ya pundamilia. There are some people wakajaribu kujibu wakisema pundamilia inaweza ikawa ni mweusi kote mwenye mistari meupe. Yaani pundamilia mwili mzima ni mweusi akizungukwa na mistari meupe. Na baadhi ya makundi ya watu wakasema pundamilia inaweza ikawa pia ni mweupe kote mwili mzima akizungukwa na mistari meusi. Na wakajitokeza watu wakasema pundamilia ana rangi zote mbili, nyeusi na nyeupe. Lakini baada ya wanasayansi na wana research kuingia deep zaidi, wakaja na majibu haya wakisema kwamba pundamilia ni black with white. Pundamilia ni mweusi mwenye mistari meupe. Kwa fakti zipi? Wakasema mwanadamu au baadhi ya viumbe vyote, kila mwishoni mwa kiumbe panaishiwa na rangi halisi kabisa ya pundamilia. Ukija nyuma sehemu ya kwanza ambapo tunahisi si kuona, panaishiwa na rangi halisi kabisa mwili wake ambao ni black. Ukisogea chini ya miguu panaishiwa na rangi halisi kabisa ambayo ni black. Lakini pundamilia upande ambao huwa anakwenda kula kwenye mdomoni pia papo covered na rangi nyeusi
mwisho kabisa mumazo ambapo covered na rangi nyeusi ambayo ni black, lakini katikati ya mwili rangi nyeusi imechukua nafasi kubwa zaidi kuliko rangi nyeupe. So you have to say that zebra is black with white stripes, pundamilia ni weusi wenye mistari nyeupe. Lakini hizi rangi zote mbili, nyeusi na nyeupe, zilivyo ni kama fingerprint za mwanadamu. Yani hata wangekuwa pundamilia 1000 kila moja anakuwa na aina mistari yake uwazi fananaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia limewashangaza watu wengi zaidi. Lakini ukitupa macho kwa mnyama yule ambaye tumeona ni impala, yule ni dume. Madume yanakuwa na mapembe na majike yanakuwa hayana mapembe. Madume na mapembe ni kwa ajili ya kuprotect familia, kulinda kaya, kulinda imaya, lakini majike yanakuwa ni hornless. Dume la impala ni miongoni mwa wanyama au ni miongoni mwa wanaume wenye uwezo wa kumiliki zaidi ya wanawake 60. Kinachotokea sio kwamba anawatafuta wote au yeye anatafuta mwanamke mmoja tofauti na mabakia wote. Tunasema ni kama bendera fata mkumbo, kwa sababu wanawake wanaishi kifamilia, wanaishi kwa kupendana sana. Kwa anatafuta mmoja alafu anabakia wote wanamfuata shoga. That's why kwa impala kumpelekea yeye kumiliki au kumanage wanawake wengi zaidi. Tulimpa jina, tunamuita Vanessa au Madam Vanessa. Miss V. Hey. Bro, hapa tunafuga turkey. Foreigners wengi wanafahamu kama Christmas birds kwa sababu watu wengi hasa kipindi cha Christmas huwa wanawachinja, lakini sifa za hawa ndege zinadhihirisha vizuri zaidi majukumu ya mwanaume kwenye familia. So dume yupo responsible ku protect familia, jambo ambalo imetokea hatari, basi dume la turkey linainua manyoya yake yote juu kwa lengo la kulinda familia au kulinda kaya. Mwana bata mzinga wanakuwa hatari sana hasa wao kwa hao wa kiume. Tunafuga nyoka, kama tunafuga nyoka pia tunafuga rabbit pia, ni kama sehemu ya chakula cha nyoka pia. Ni huruma, lakini tunasema ni ecosystem. Tusipofanya hivyo pia nyoka atakufa. Nyoka akifa pia utalia, uwezi pia kuendelea pia. Kwa hiyo acha mmoja apungue ili mwingine aweze kuishi. Tunasema tuna balance nature. Nyoka hawezi kula unga, nyoka hawezi kula majani, nyoka anakula kitu kizima chenye uwezo wa kutembea na kuhema. Kilichokufa nyoka hana uwezo wa kula. Kama living organism, basi tunamchukua sungura, tunakwenda kumweka kwa nyoka. Tunafuga kanga, hawa tunawaita guinea fowls kwa jina la Kiingereza. Tunafuga kanga poli, haswa hawa hapa ambao tunaona wanakuwa na vipala hivi juu kichwani, jambo ambalo baadhi ya watu wengi wakiwafahamu kama maprofesa, malecture, wastaafu wa serikali ni kwa sababu ya kutokuwa na nywele kwenye vichwa vyao. They don't have hair on the head, they have a bald head. That's why they go by professor, lecturer or government staff. By their common name they known as guinea fowls. But there we have guinea fowls also, but is domestic guinea fowls. They have white color on the head. They known as elementary guinea fowls. Lakini tukisogea hapa tunafuga bata, tunawaita Egyptian geese. Kabla ya kusambaa kwa dini haswa katika nchi ya Misri, watu walikuwa wanatumia bata hawa kama sehemu ya ibada au ya matambiko. Kwa hiyo pasipo kufahamu kabisa kwamba kuna kumwabudu Mungu, basi walikuwa wanachukua bata hawa kama sehemu pia ya ibada kwao. Kwa hiyo bata hawa ni famous sana katika nchi ya Misri, japo ambalo limepelekea pia kupewa jina la Egyptian geese au Egyptian goose. Unaimuona yule kule bro? Tunamuita white pelican au ndege mwali mweupe. Wasomi wanamfahamu kama great white pelican.
Licha ya kuwa mkubwa, mzito, ndege huyu ana uwezo wa kupaa, kusafiri na kuhama kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Ni ndege mwenye mdomo mrefu, ni kwa ajili pia ya kukamatia samaki, lakini ukiangalia pia chini kidogo mwa mdomo anakuwa na mfuko wenye rangi ya njano, mfuko ambao unamsaidia kuhifadhi maji zaidi ya lita 11, lakini bata huyo unayemwona humu ndani ana uwezo wa kubeba samaki chini ya mdomo wake zaidi ya kilo 10 za samaki. Hapa tuna tausi tunawaita peacock. Wahindi wanafahamu kama Indian Moor. Umekuwa famous haswa huyo Moor mwenyewe ni kwa sababu ya kuvutia, akiwa na mvuto mzuri, akiwa ni handsome, dume ni lenye kupendeza, lenye rangi ya kuwaka zaidi. Kipindi cha mating, ndege hawa haswa kiume tamlazimu kukaa sehemu yenye mwanga inaonekana vizuri zaidi. Second, ataanza kujichanua kwa mvuto zaidi, akijitetemesha kwa maringo na kwa madaha makubwa zaidi ili iwe rahisi yeye kumshawishi mwanamke. After that, mwanamke huwa anakwenda kuchagua mwanaume mmoja kwa ajili ya kupata kizazi bora zaidi. Anahofia, siwezi kutafuta mwanaume ambaye hana mvuto, watoto wangu wasije kufanana na baba yao. Jambo ambalo linamfanya tausi jike kuwa makini zaidi na kutafuta mwanaume mwenye mvuto. Jike akikubali wanaingia kwenye marriage, yani wanaoana moja kwa moja kabisa bro. Sasa ndege wanapitia kipindi kigumu, wanasayansi wanakifahamu kama molting, yani yale manyoya mazuri kuna muda pia yanapendeza, kuna muda pia yanazeeka. Yakizeeka manyoya yanatoka yote, alafu tausi anatengeneza manyoya tena upya kwenye mwili wake. Sasa kipindi ambacho manyoya yanatoka, alafu kuna mwingine pia manyoya ni mazuri zaidi, akichanua kidogo tu wanawake wanaamini ya kuwa nilipokuwa zamani pameshapoteza mvuto, sio pazuri tena, so na hama na kwenda kwa mwanaume mwingine. Basi tausi anaweza akawa single kipindi chote hicho mpaka manyoya aje kurudi, inachukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo jike linakuwa na muonekano wa kawaida kama huyu hapo ni wa kike. Na kwa jina la Kiingereza tunamfahamu kama peahen, ila peacock ni dume na ndio mwenye jina lake halisi kabisa na ndio anafahamika na watu wengi zaidi. Ni nyara ya serikali. Ni nyara ya serikali. Ukifuga mpaka uwe na kibali. Japo sasa hizo wanaruhusu mtu afuge kama utakuwa na mazingira mazuri nyumbani, mara sio watapita watakagua, watakupa kibali, baada ya hapo utatafuta tausi utafuga. Okay bro, hapa ndani mwisho huko maeneo yako huko ni nyoka. Endelea. Ina shida. Okay, upande tunautem kama restaurant. Restaurant ni kwa sababu tuna breed na kuzalisha panya wengi zaidi. Panya hawa ni kama chakula cha nyoka. Kwa hiyo ni miongoni mwa vyakula vya nyoka. Nyoka anakula vitu vingi sana, ila ni vizima, ikiwemo panya, ikiwemo mijusi, ikiwemo vyura na baadhi ya ndege pia nyoka ana uwezo wa kula. Keji hii ya kwanza hapa zoo ina nyoka, na nyoka tunafahamu kama black mamba. Kwa hiyo tunafuga black mamba pia, unaweza kusogea na kuja kuangalia black mamba. Tunao, lakini Afrika ndo nyoka hatari zaidi kuliko nyoka mwingine yote barani Afrika. Na hatari wa huyu nyoka anabeba na baadhi ya mambo kadhaa. The way anavyokwenda kumshambulia mtu, ana uwezo wa kuinuka na kuinua nusu ya mwili wake, baada ya hapo akamsogelea mwanadamu, aka-attack maeneo hatarishi ikiwemo kichwani na shingoni. Pigo moja la black mamba lina uwezo wa kuingiza sumu 2 hatari katika mwili mmoja wa mwanadamu, ikiwemo sumu ya kwanza na sayansi wameripoti kama cardiotoxin. Cardio maana yake ni moyo. Kwa hiyo yenyewe inakwenda kudili na moyo tu na mwanadamu anapata heart attack. Lakini sumu ya pili kwa black mamba, wana sayansi walivyo research wamekuja kuifahamu kama neurotoxin. Neuro maana yake ni nervous system, ni nerves, ni mfumo mzima wa fahamu wa mwanadamu. Kwa hiyo inakwenda kuharibu brain na spinal cord, na mwisho wa siku mwanadamu ana paralyze chini ya dakika 5. Licha ya kuwa hatari zaidi, lakini walioripoti na sababu black mamba ni miongoni mwa nyoka wenye aibu na haya kubwa zaidi. Hapa tuna python, tunasema ni African rock python, ni chatu. Chatu huu ni miongoni mwa nyoka ambao hawana sumu. Familia hizi kubwa ikiwemo chatu, ikiwemo anaconda, wanakuwa hawana sumu.
Wanakuwa ni hatari ni kwa sababu ni maconstrictor, wanaua kwa njia ya kujiviringisha, wanakaa katika mwili wa mwanadamu, wanamtaiti kwa nguvu zaidi, baada ya hapo wanaanza kummeza taratibu taratibu. Chatu ni miongoni mwa nyoka ambao wana sumu. Zoo pia ina nyoka jamii ya viper, tunamuita Gabon viper. Viper ni miongoni mwa laziness snake. Ninapozungumzia laziness snake nazungumzia ni slow moving snake and slow to attack. Gabon viper ni miongoni mwa nyoka ambao wanaweza akatulia eneo moja muda mrefu, takriban wiki nzima, wakisubiri kiumbe, wakisubiri mawindo yao hapo hapo. Sio hatari kama usipoonesha bugdha yoyote, lakini ni hatari endapo ukijaribu kwa kanyaga, basi unaweza wakabaiti na mwisho wa siku sumu yake inakwenda kuharibu cell na kudestroy tissue katika mwili wa mwanadamu, na mwisho wa siku ni body necrosis. Hawa ni green mamba. Tunasema ni cousin yake na black mamba. Ni nyoka wapole sana na wenye aibu, lakini ni nyoka hatari ni kwa sababu kwenye miili yao wanakuwa na sumu kali zaidi. Mamba endapo akachukizwa na kitu, basi ana uwezo wa kufanya bite ya kurudia mfululizo zaidi ya mara 5 ili kuachilia sumu nyingi zaidi, na mwisho siku mwanadamu kuparalyze ndani ya dakika 45. Penzi wa cobra, huyu ni forest cobra. Miongoni mwa nyoka ambao wana uwezo wakatulia kwenye maeneo ya savana, wakakaa hapo kwa ajili ya kuendana na mazingira husika, kwa ajili ya kujilinda pia. Nyoka waoga sana, lakini wakiamua kuja kujilinda, basi wana uwezo wa kufanya bite na kumua mwanadamu moja kwa moja. Huyu ni boomslang. Nyoka ambao wakimng'ata mwanadamu wanasababishaga bleeding tendency katika mwili wa mwanadamu, mtu kuanza kuvuja na damu mpaka kufa kwa muda wa masaa 48. Hawa ni speckled sand snake. Baadhi ya wageni wanakujaga hapa, wanashika, wanapiga nao picha. Sand snake ni miongoni mwa nyoka ambao hawana sumu, ila wanang'ata na wana maumivu makubwa zaidi, lakini wanakuwa hawana madhara kwa mwanadamu. Huyu ni Egyptian cobra. This is puff adder. Hii ni skin nyoka. Nyoka huwa wanatoa hizo ngozi kwa mwezi ni mara moja, nategemea na species ya nyoka pia. Ni kwa ajili ya ukuaji. Kwa hiyo kadri miili inavyozidi kukua, itamlazimu kutoa hizo ngozi ili miili yake pia ipate nafasi ya kutanuka vizuri zaidi. Tajiri yangu alitoka alipita. Alitoka tajiri yangu ile. Bado sijamuona. Ipo ndani kwa. Nje au ndani sio hapo. Ipo ndani. Umcheck ndani. Stopisha. Sikiliza, tunasikiliza. Okay, sawa. Ni sahihi. Kawaida nyoka wenye sumu wao wanakufa sana.
tunaita fans ni quality, lengo ni kufanya nje chini. Ni kama ile syringe ambayo mtu anapoenda kuchoma, anapoama, anapoumwa, anapochoma ile sindano na kuingiza dawa kwenye mishipa ya damu. Kwa hivyo basi ile Foreign fans kazi yake ni kufanya Kwanza mfuko naye nitoka. Between the lines, somehow I find you. I can't buy the time, no more time. Lines between the lines, somehow I find you. I can't buy time, I'm tired of trying. I can't believe when you said to me, you really need space to breathe. What you really got up your sleeve. You said to me, you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Silky little sleeve. What you got to hide behind that silky little sleeve? What you got to hide?